na mchezaji atahukumiwa kama yupo kwenye eneo la kuotea kwa kufanyaje? Kwanza ni kuwa mbele zaidi ya mpira defender wa pili wa mwisho na karibu zaidi na mstari wa goli la mpinzani. Hiyo itamfanya na kwa offside. Jana wale wanaolalamika kwamba goli lilikuwa na matatizo ni kweli kwa minajili hii ya sheria ya offside. Lakini tukio ambalo linaweza likamhukumu Pacome ni tukio la kuingilia kwa kumzuia mpinzani ama kumzuia ile uono wa kuweza kukabiliana na hilo tukio. Tulitazame goli la jana ambalo lilifungwa na Yanga kwenye mchezo wa Ngao ya Jamii ambao limeonekana kuleta utata kulingana na baadhi ya watu wakiliona kama sababu ya goli kufungwa ni offside na wengine wakisema offside hakuna, ilishavunjwa. Kwa kutazama goli hili kwanza tutabidi turudi kwenye sheria za mchezo wa mpira wa miguu zinasemaje. Sheria namba 11 ndio sheria ambayo inahusika zaidi na matukio ya kuotea. Na sheria namba 11 kwa kuisoma hapa inatuambia it is not an offense to be in an offside position. Kwa lugha yetu ni kwamba sio kosa kuwa kwenye eneo la kuotea. Na wote tunakubaliana kwamba ni kweli wakati mpira ule unapigwa Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea. Kama sheria inatuambia sio kosa, basi Pacome hakuwa amefanya kosa kwa kuwa tu kwenye eneo la kuotea. Na mchezaji atahukumiwa kama yupo kwenye eneo la kuotea kwa kufanyaje? Kwanza ni kuwa mbele zaidi ya mpira madefender wawili wa mwisho, defender wa pili wa mwisho na karibu zaidi na mstari wa goli la mpinzani. Hiyo itamfanya na kwa offside. Tukikubaliana ni kwamba kweli Pacome alikuwa mbele zaidi ya mpira, mbele zaidi ya mlinzi wa pili wa mwisho na karibu zaidi na mstari wa goli la Simba. Kwa hiyo tunakubaliana kwa pamoja kwamba Pacome alikuwa yuko kwenye eneo la kuotea. Tukirudi kwenye sentensi ya kwanza inatuambia kwamba sio kosa. Kwa hiyo alikuwa kwenye eneo la kuotea na sio kosa. Kosa la mchezaji kuwa apatikane na kosa, sheria bado na kanuni zinaendelea kutufahamisha. Mchezaji, sheria naisoma sasa. Ngoja nisome kwa lugha ya kigeni ili ionekane kama nimesoma na sio maneno yangu ya kutoa mdomoni. Maana sisi wa Tanzania tunawezekana ukasema hayo umebuni, hapana. Yaani offside inasema a player is in an offside position at the moment the ball is playing or touched. Mchezaji anakuwa kwenye eneo la kuotea wakati tu mpira unakuwa unachezwa au umeguswa. Umechezwa au kuguswa na nani? By a teammate is only penalized on becoming involved in action played by. Na atahukumiwa kama atahusika na tukio ambalo lilikuwa linahusika. Kwa mfano ule mpira umepigwa au kuguswa na mwenzie, tukio linalofuata na yeye akahusika. Ni matukio gani ambayo atamfanya awe kwenye hiyo ahukumiwe kama offside? Akiingilia, inasema interfering with an opponent by preventing an opponent from playing or being able to play the ball by clear obstruction the opponent line of vision or challenging an opponent for the ball. Tunakuja sheria inatuambiaje? Akiingilia kwa kumzuia mpinzani kucheza mpira au kuwa na uono sahihi wa kuona hilo tukio, au akijaribu kugombania mpira na mpinzani, ndipo sasa tunarudi kwenye ambapo Pacome anapaswa kuhukumiwa. Pacome alikuwa kwenye eneo la kuotea. Yes. Swali ni je, baada ya ule mpira kupigwa na Dube
ulienda moja kwa moja kwake? Jibu ni hapana. Baada ya mchezaji wa Simba kublock, ulienda kwa Max ambaye yeye hatumdiscuss kama mtu aliyeotea. Lakini kuna tukio hapa linasema ikiwa ataingilia na kuzuia mchezaji wa timu pinzani kwenda kwenye mpira ama kuwa na uwezo mzuri wa kuliona tukio. Kwa hiyo baada ya Max kupata ule mpira, Pacome anaonekana akiwa anafunga wakati hayupo kwenye offside position. Lakini tukio ambalo linaweza likamhukumu Pacome ni tukio la kuingilia kwa kumzuia mpinzani ama kumzuia ile uono wa kuweza kukabiliana na hilo tukio. Kama utatazama vizuri hiyo video ya goli, utakuta kuna wakati Pacome anaonekana akizuia njia ya De Bruyne, defender wa Simba, kuweza kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo kama mwamuzi angekuwa na VAR, moja kwa moja angehukumu kwamba ile ni foul na Pacome amepata faida kwa kuwa eneo la kuotea kwa kuzuia ile vision na uwezo wa ule mchezaji kuweza kutekeleza majukumu. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria, lile lilipaswa goli kukataliwa kama kungekuwa na VAR. Lakini kwa sababu ya ilihitaji zaidi macho ya binadamu kuweza kung'amua na tukio limeenda haraka haraka mno, ni ngumu sana kuweza kuliona kama ni eneo Pacome alipata faida, kwa sababu kwanza alijifanya kama hashughuliki na ubeki anayekuja, lakini automatically amezuia njia yule beki asipite free kwenda kumdefend Max. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa mujibu wa taratibu na sheria, ile pale ilikuwa Pacome anapaswa kuhukumiwa kwa kufaidika na kuwa kwake offside na kupata faida ya kuingilia eneo ambalo mlinzi alipaswa kulitumia kupita kwenda kuzuia mpira ule. Kwa hiyo kwa jana limeshakuwa goli na limehesabika, lakini tukirudi kwenye sheria na kama kuna utaratibu wa VAR, jana pale tulikuwa bado tunaweza kuendelea kushuhudia mpira either kwenda kwenye penalty kama hakuna goli lingine ambalo lingepatikana. Kwa hiyo jana wale wanaolalamika kwamba goli lilikuwa na matatizo, ni kweli kwa minajili hii ya sheria ya offside.